Bwana Yesu asifiwe. Pigieni Odhiambo makofi kwa sababu hata kama nguvu yote imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mahali pengine unaweza fika, ushawefika mahali nguvu zinaisha, hata kutembea unashindwa. Hata unatamani kashimo kawe uingie upotee. Bwana Yesu asifiwe. Kristo akutie nguvu Odhiambo, wewe ndio mwimbaji wa kesho. Siku moja utasema mimi nilikuwa naambiwa hata nisalimia na shindwa hata nguvu zinanisha. Kuna wengine hata humu ndani yetu ni kujikazakaza, mnajikazakaza sasa hivi ni Kristo amewatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ndani mwetu hata hawangeongea wakina Joy. Haleluya. Haleluya. Hata wakina Zewa unaona machatani hawakuwa wanajua hawa. Kweli. Wengine wakisema simama utusalimie, anaanza kulia, anajificha, anaenda anatafutisha mkazi, anaenda mchao, hata rudi kanisani tena. Bwana Yesu asifiwe. Si wako. Idara ya director shida wapi? Hata kiongozi hata mmoja hakuna siri. Ni Mungu awabariki na kuona hapo. Biashara wenu ndio sijui hapo Chikoni. Oh, treasure. Okay, Chikoni. Bwana Yesu asifiwe. Acha uchukua mzigo wake na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu, siku hiyo inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua uko mahali hapa nyumbani mwa Bwana, fanya kazi ya Mungu na moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua umeitwa uko nyumbani mwa Bwana, fanya kazi ya Mungu na moyo. Bwana Yesu asifiwe. Chochote unachokifanya nyumbani mwa Bwana, kunayo malipo wapendwa. You are not wasting your time. Praise Jesus. Yani jiambie tu wewe mwenyewe, you are not. Jiambie tu, I'm not wasting my time. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe Mungu amekuweka hapo Cheptulu Township. Ni wewe Mungu amekuweka ufanye kazi mahali hapa. Kazi utakayoifanya imletee Mungu nini? Utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa sababu ya siku ya Sunday ulinilisha. Sasa tunaona nimenona kabisa. Nimejaa joy. Niko good. Nipigieni makofi. Kwa sababu wewe uliyetoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ya huku tu sasa unajipigia makofi ya nini ati? Itatoa siku ingine. Ana usikasirike, kesho ni siku. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda na kama watu ambao naombe. Yaani kwa all ninawapenda na ninakesha kwa sababu kwa ajili yenu ni Cheptulu Township. Bwana Yesu asifiwe. Sitishwa na vitu vingine. Kiongozi wa praise, unajua unaenda mbali. Na unajua shetani akishajua unaenda mbali, lazima akuponde tumateke. Na sasa akikuponda tumateke. Na wewe usitetemeke. No, ambia baba nitie nguvu nisonge. Itanimaliza kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante, najua Mungu anatupeleka mahali pazuri. Saa zingine nisiwe na mahubiri. Kwa wakati mwingine nitakuwa na mafundisho tu. Praise Jesus. Amen. Asante. Jinsi hivyo Mungu ameweka ulinzi sababu ya mume wa Nancy. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa kwa matanga. Story ya huyo mtoto simu umesikia? Walikuwa na mama yake kwa pikipiki. Lakini miti silichukua mtoto peke yake. Mama hata kimatawi akikumkwarusa.
Bwana Yesu asifiwe. Pikipiki hata kabrata akakwenda hata kwa kioo. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Endeleeni kufanya tu kazi. Huo ulinzi unawekwa. Mungu anapokuangalia anaona huyu nyumbani mwangu anafanya. Mbona hii? Bwana Yesu asifiwe. Hata na mimi pastor ninajaribu hata mimi. Bwana Yesu asifiwe. Hadi na wewe katika nyumba ya Bwana make sure kuna kitu unafanya. Mimi siwezi waambia huyu, siwezi waambia chenye alifanya huyu. Na ikaeka ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu hakusimama hapa akatangaza hadi Bwana Yesu asifiwe, mimi nikafanya na nikafanya. Hakusema. That's why aliyejua naye ona siri akaona no, kwa sababu ya hizo vitu zenye ziko hapa za watoto. Si ndio alileta hiyo, tutasema kwa sababu niliona akileta. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mtu alimwambia alete viti. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hapo Lilian naye akaenda akaleta hizi vitambaa. Kuna mambo yenye Mungu amefanyia, sitasema hapa. Lilian natanganya. Ni nani alikwambia ulete vitambaa? Sima hiyo si. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ufalme wa Mungu si wa kuregea, mpaka lazima tuenende na nguvu na vitu zetu na kujitolea, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawaambia sio kwa lazima. Praise Jesus. Amen. Waheshimiwa Mwokozi, ni kwa sababu ya neno lako. Wewe ni mzuri Baba, wewe ni mzuri. Niko hapa tu kama chombo. Natamani hadi nani kusikia kutoka kwako. Kanisa ninajua unatupeleka Baba, nena nasi. Na roho zinazopondeka Baba yangu, nena nazo. Roho zilizo za mawe zipondwe na wewe. Karibu wewe Roho Bwana. Tufundishe kwa Yesu na Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame tufanye kazi ya Mungu wapendwa. Na si kwa jokes. Si kwa kusukumwa. Fanya kutoka ndani ya moyo wako. Aliyekuumba ana mawazo mazuri na mipango zilizo mizuri juu ya maisha yako, juu ya jamii yako. Usiwe na haraka na usipange Mungu na usilazimishe vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka kuongelea kuhusu kutoa, kuenenda kwenye madhabahu. Tithe. Nataka kuongelea kuhusu fungu na kumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliye na Biblia yake, nimewaambia tutakuwa kwa mafundisho tu. Na kama utakuwa na swali naomba uniulize. Kuhusu kuenenda kwenye madhabahu. Fungu lako la 10, sadaka yoyote ya shukrani, nataka ujue huwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliye na Biblia afungue kitabu cha John. Kabla niendelee, ukijua uko na mtoto mwenye ataenda kwa mkutano wa vijana Nyang'ori, ona sidi weka jina lake chini. John 3:16 mstari wa kwanza. Huo tu 16 peke yake. Na mwingine afungue Leviticus 20. Na mwingine atafungua Malaki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaanza kusema hivi. Fungu la 10 ni nini? Nisomee kitabu cha Leviticus 27:30.
Mwenye ako na hapo Leviticus, Kutoka, sio Kutoka, Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 27. Mambo ya Walawi 27:30. Sema hivi, tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Mungu abariki. Amen. Inaongelelea zaka, vitu vyovyote. Inaongelea kuhusu kutoa, sio ni kutoa tayari kuenenda. Na wanatoa wapi? Wanavipeleka kwenye madhabahu. Soma Malaki. Huyo ni Musa, Agano la Kale. Malaki ni kitabu cha mwisho. Ehe. 3:10 mstari wa 10 peke yake. Chapter 3 verse 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Karibu kwa njia hii, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au kula. Bado inaongelelea kutoa. Bwana Yesu asifiwe. John 3. Peke yake. John 3:16 peke yake. Naye Mungu muumba wa vyote alipenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini tutoe fungu la 10? Oro, ni kwa nini tutoe? Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa kwa sababu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu kama hatungekuwa tunahitaji, hatungetoa. Praise God. Amen. Tunatoa hekaluni mwa Bwana kwa sababu tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise Jesus. Amen. Na katika kutoa unaweza toa chochote. Biblia imeongea mara ya kwanza ya kwamba inafaa tutoe. Musa na wana wa Israeli walikuwa wanatoa. Hili lilianzia, ukisoma Mwanzo utamwona Abraham, baba wetu wa imani, alitoa fungu lake la 10 kwa Melkizedeki.
alikuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abraham alipotoa, Biblia inasema hakuwahi pungukiwa. Praise God. Alitoa na moyo ulio wa upendo. Alitoa akijua anayetolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote tunajua baba wetu wa imani hakuwa na mtoto, lakini alimwaminia Mungu. Kila mara na kila saa alijenga madhabahu, alikuwa anaenenda mahali hapo na chochote kile chake ambacho Mungu kupitia kuenenda kwa madhabahu. Hakuacha Mungu, aliamini. Wapendwa, watu wengine sana tukitoa, we just want, saa zile tumeenenda kwa madhabahu, Mungu alihaki. Bwana Yesu asifiwe. Abraham, Biblia inasema alikaa muda mwingi kama hana mtoto, but alimwamini Mungu, alikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika mambo mengine mengi usipoteze imani yako. Praise Jesus. Alipomwamini Mungu, naye Mungu akambariki na nani? Isaac. The same Abraham, na ule upendo aliokuwa nao, alisikiza sauti ya Bwana alipomwambia is the time to give Isaac wake. Alikatii sauti. Praise God. Amen. Akatoa nani? Isaac. Alipokuwa akitoa, hakuambia mtu yoyote, hakuambia hata Sarai. Kuna vitu vingine katika maisha yetu you are just supposed to do alone. Praise God. Kama kuenenda kwa madhabahu, kutoa, ni Mungu ndiye amejua ni nini unajidisconnect. Unaambia Mungu chenye ninajidisconnect nacho ni hiki, oro chenye nahitaji ni hiki, na unaenenda kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu madhabahu, watu ambao wanaoabudu Mungu wanaenenda kwa madhabahu yao na sadaka zao. Praise God. Amen. Na wewe unayekuja katika nyumba ya Mungu, wewe unaenenda aje katika nyumba? That's why unaona saa zile wewe unakuwa mdhaifu katika matoleo katika nyumba ya Bwana. Adui anayekupiga vita anapoenenda kwa madhabahu yake. Wamesema apeleke jogoo ya Reki. Na ni kwa sababu hataki watoto wako wasonge. Akaambiwa lete hii. Na anaenda kwa madhabahu, ameambiwa lete jogoo kubwa ya Reki. Yeye anaenda huko na hiyo jogoo kubwa kwa hayo madhabahu ya giza. Na wewe unaenda kwenye madhabahu ya Mungu na shilingi 20. Nani anashinda mwingine? Nani atashinda mwingine hapo? Unajua hapa mahali haifai tuambiane uongo. Praise God. Praise Jesus. Amen. Unapokuja kwenye madhabahu ya Mungu na shilingi ngapi? 20. Huyo ameenda kwa madhabahu ya giza na shilingi jogoo ameambiwa na ulete na ya kuongea shilingi 1,000 ameenda. Na wewe unakuja kwa madhabahu yako, wewe yako ni ya Mungu, unakuja na shilingi 100. Saa ile hizo miungu zinapotumwa zinakugonga. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaanza kudhoofika, vitu zako haziendi, and you pray, unaenda kwa madhabahu, lakini adui aliyesimama kwako anakuwinda na sadaka zilizo kovu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kila mara wanawaambia unapoenenda kwa madhabahu usifanye kitu kikusukuma. Fanya kutoka ndani ya moyo wako. And you just believe you are God. Do things, yani fanya kitu kinachokuumiza. Toa kwenye nyumba ya Bwana ukiumia, but you know ni nani unayemtumia, sio mimi. Praise God. Biblia inasema katika Malaki, toeni kuwemo chakula katika nyumba ya Bwana, katika nyumba ya Bwana. Saa hii huko kumelima. Nani alitoka kwake akakuja? Nani amepaswa hizi mitano? Unajua. Lakini wewe hutaki kutoa nyumbani mwa Bwana. Biblia inasema kuwe na vitu. Huyu mwenye amefanya hii kazi zinafaa kule. Wewe hutaki kutoa, hakuna kitu nyumbani mwa Bwana. Wewe mwenyewe ufuti kufanya.
Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Zinafaa lipe. Unapotembea kuja kwenye madhabahu, kutoka kwenye madhabahu. Ndiyo hizi zinaitwa umeita tithe. Hii yenye umekuja nayo, umeibeba kama sadaka. Fungu lako umeambia Mungu, kwa sababu ya watoto wangu nimekaa sadaka kutosha. Watoto wangu wamekuwa hata waone shuleni. Mungu, ninaomba hizi masadaka zote unaiongelesha. Sidi you speak. Chikiru right penye amepeleka jogoo, ameambiwa lete jogoo ya red. Unataka wakuwe wenda simu na shilingi 1,000 tunatuma wazee. Wewe uchui. Huyu atangangana aende kwa chama akope apeleke kwenye hayo madhabahu. Wewe watoto hawaoni shuleni kitu. Unaenda kwa madhabahu ya unajua yako ni ya Mungu. Sasa unaongea. Umebeba shilingi zako 50. Unataka watoto wako wafunguliwe. Unataka wawe mbele. Waishi waende mbali. Unaenda na shilingi 50 yako iongeleshe. Hii ni pesa. Pati kuibadilisha iwe. Bwana Yesu asifiwe. Na iwe sadaka nzuri, kwa sababu ukikuja na 50 hiyo itakugonga. Na saa hii ulimwengu wa sasa ndio hivyo hivyo. Wacha niwaambie for free. Praise God. Utakapofanya mzaa kwa madhabahu ya Bwana, kwa Mungu wako, utagonga. Na haiogopi hata kama ni pasta, wapendwa. Haiogopi hata kama ni pasta. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze jinsi ya kufanya madhabahu. Shika hiyo. Hiyo kama ni tatu, unaona inaitwa fungu la 10. Fungu la 10 ni chochote ambacho umepata kwa wiki mzima. Sasa hivi tuko kanisani. Maana utaenda kibarua. Ukipata shilingi 200 ya Mungu ni ngapi? 20. Ukipata shilingi 500 ya Mungu ni ngapi? Uliza mwenzako. Wewe unakuwa mwaminifu. Uliza tu mwaminifu. Kwa sababu what I know, chenye ninajua, ikifika Sunday utakosa tithe ya kuleta kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nani anatoa tithe kamili? Inua mkono. Kama unajua tu huwa unatolea Mungu kwa ukamilifu, inua tu mkono. Kwa uzuri. Kama unajua unatoa, wewe ni mwaminifu, inua mkono. Na wengine nyinyi ni wizi. Bwana Yesu asifiwe. Na wenye mnajua kuambia wengine mtoto wa nani ni wizi. Unaona mimi vijana mwenye amepita huyu anapanga wizi fungeni milango. Wezi wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Jua mnasema hivyo. Angalia amepitia huko nyuma nani Josi. Hata ufunge mlango ya nyuma. Amepitia huko anakuanga mwizi. Na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Una make honor in 500 only 450. Bwana Yesu asifiwe. Makuku wewe Sara umeakuisha kwa nyumba yako. Unaweza kuku faranga zimeakuisha faranga ngapi? Niwaambie tuko tena kwa mafundisho. Ni faranga ngapi? 10. Unahesabu 1 4 5 6 7 8 9 10 yako. 10 yako. Na ushawaileta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia Mungu nisaidie. Ndanyanga ndani marere mwangu acha. Unachukua visemu ya mabisi. Unapanda mandizi. Mandizi inakuja inaweka kwanza inakuanga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni yako. Shawaitoa. Lakini tunajua huyo kijana na huyo mzee mwizi. Mwenye anatembeanga na kuja anawekanga hata masahani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. That's why tumestaka. Bwana Yesu asifiwe. That is why tumestaka. Kweli kabisa nataka uniambie. Wewe unafanya kazi hata ningepo au unafanya kazi. Praise God. Unapata mshahara wako vizuri. Na unajua kuna wengine wenye walisoma hawajai pata kazi. Hiyo kazi yenyewe unafanya. Na kuna wengine walienda hata macolleges wakakufia huko. Hawakuwahi fees za wazazi zikaenda hivi.
Zikaenda hivyo, wazazi wakalia, wakapanguza machozi na wakasahau. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama huyo wasimu. Unajua ni university ilikuwa graduate September. Ni September. November. Ilikuwa inafaa graduate November. Pesa kila kitu. Mungu chetuza. Mimi bwana napenda kusema. Siwezi kuwadanganya tunaenda mbinguni haleluya. And yet amfanyi yale ambayo anataka nayo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kazi, unalipwa mshahara. You are supposed to thank God. Sababu kuna wengine wako wanafanya hawana kazi, but wamesoma kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe Mungu amekusaidia unafanya kazi. Unapofanya kazi, uwe mwaminifu hizi pesa zikusaidie. Praise Jesus. Uwe mwaminifu kwa mshahara huo, hizi pesa ziwe jamii yako. Isiharibu kizazi chako. Isiwe ni hasara. Unaiona watu wa mtu ni mwalimu full teacher, mimi nimekutana nao wengi sana. Hana hata nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na ile pesa inaingia kwa mfuko, ataingia kwa nyumba hana, ni mlevi chaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe mwenye si mwalimu ukiangalia unashinda kwani kuliendanga aje na ulimwengu. Mjai kutana na watu kama hao? So umekutana na hao. Nilikuwa nataka kusema hivi, unapofanya kazi, make sure ya Mungu mpe. Because I'm here to tell you the truth. Ukitaka kufuata ufuate, kama utaki I will wash my hand. Isonge mbele. Usiambiwe mbona hukusema. Mbona hukusema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapata 30,000. Bali sikia. Hao serikali si wanakatanga zao pap wanakata. Wakishakata na wewe kata ya Mungu. Ya Mungu. Peleka kwenye madhabahu. Unafanya biashara kama Joy. Praise God. Amen. Umeleta mboga zako gunia full. Ukanunua shilingi 1,000. Mungu amekupa faida ya shilingi 1,000. Usimeze shilingi za Mungu shilingi 100. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi mnatoa sare kwa kama unajua unatoa kwa ukamilifu iko mkono. Kama unajua wewe ni mwinua mkono. Na mniangalilia hao wenye wanainua mikono. Washawahi leta kuku ya tene hapa. Umeshawahi leta ya kwanza hapa? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi leta kondoo ya kwanza kwa madhabahu? Ushawahi leta ndama wa kwanza? Yaani nyinyi ni machapati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona wenye wanaenda kwa maduka na mabangi mnasema nani huyu anakuanga chambasi wala hapo na mdudu. Wewe ndio chambasi Mungu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Nampenda Mungu. Sana. Sisi. Wewe unampenda Mungu sana. Alafu unamuitia. Wewe utali pia Mungu. Ameipa sana. Na Mungu mwenye unapenda unaweza kukosea. Hapana. Unapenda na roho yako yote unaweza kukosea. Hapana. Tunataka asikie vizuri. Na akishasikia vizuri naye atakuwa baraka kwa. Lakini kama huyu ni muumba wako. Na Yesu asifiwe. Na kumbuka Biblia inasema mahali ambapo roho yako itakuwa hizo sadaka zako ziko. Kwa hiyo wewe tembea na pingi yako ukienda kwa na madharau na maringo mingi na shilingi yako 20 unaona ni kama unapea pasta. Biblia inasema kuwa na vyakula nyumbani mwa Bwana. Saa hii nafanya ambia treasurer inafaa mtu alipo. Analipo wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna pesa. Hapa kama kuna mmoja mwenye hana chakula, kuna vyakula nyumbani mwa Mungu. Niambie treasurer kuna nini? Mahindi, nini? Na wanapoenda kukula, naye Mungu wa mbinguni anakubariki wewe ulia. Wewe ulie toa.
ajali, anaondoa wachawi, anaondoa vifungo. Anaona lazima huyu mtoto wangu nimbariki kwa sababu ya kazi unayoifanya nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na walikuwa wanaishi miaka mingi sana. Walikuwa wanaishi miaka mingi. Kwa sababu ya uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kuna wengine watanichukia. Lakini nipende tu. Mimi nakusaidia mahali. Ukifanya kazi, ukipata customer, akikupea shilingi 550 si yako. Hata ulale njaa uiweke mahali 50 sio. Kama wewe Joy umefanya Jumatatu, yenye umepata profit hiyo ya fungu la 10, andika mtoto wako. Hii si yako, shule hana pesa. Hii ni ya nani? Anaitwa nani? Brighton. Na wewe secretary, usikae na bahasha za make sure kila mtu ako na mzigo wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo bahasha ya kutai inaandikwa kwa ya. Unaona ule mbogo? Yaani wewe usikuwe mkora, huwezi kuwa mkora kushinda Mungu. Tunaona anajua sasa tuko kanisani. Tutatoka kanisani Monday, kila mtu anajituma kwa shughuli zake za kila siku. Lazima atakupa kakitu, uweke. Ikifika Sunday, inafaa uweke box yako Ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Just be faithful. Sunday tunaomba, tunamaliza ibada, umeenda. Hiyo wiki nyingine Nyasaye anakuwa mdamu akulinzi. Akoma kwa minja bakaso mahuli hale Joy. Hale sahuli aha. Kibapi. Nafao. Mwezi wenye nenda kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuwa ametupa shilingi 1000 peke yake. Yaani tuambiane tu kweli. Tutakuwa tumepika. Alafu sasa ndio uchukue 200 tuweke. Hii umeruka hiyo unasema huyu Mungu. Huyu Mungu. Hata hivi sasa tutakula nini, tutalipia sisi? Na unakaa kwa nyumba unaambia hela uko wapi, kuja kazi nini? Nani ameambia huyu akuite? Nani ameambia akuite? Mungu. Ulaka nani amesema wakutafute uende kazi? Nani ameambia huyu akutafute uende kazi? Si Mungu anajua unahitaji. Anajua venye unahitaji mpaka lazima atingishe mtu mahali. Yes. Amulete wewe ndani yake, akutafute, upate chakula. Na ukishapata, toa ya Mungu. Toa ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Hizi ni baraka na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Na tunataka tusome. Hizi pesa unapotoa tithe yako unatoa. Na mimi ombi langu ni kwamba Nyasaye awabariki magari, tufungua hapo gate Monday, kwa akikuja na gari yake akipaki hapo, mtoto wa Lizette akuja baki hapo, Wajoi anakuja anabaki hapo, Wanani anakuja anabaki hapo, na pikipiki zinabaki hapo. Watu wakiingia kanisani wakisema tunaona, lakini hata kujua majambazi. Yesu asifiwe. Amen. Tukitoa hiyo tena vizuri pata apate kuwasaidia. Tunakuwa kwa kanisa. Na hivi kuna miezi bora. Kama tunafanya vizuri, naambia treasurer usiende kwa Mungu. Uko na pesa ngapi? Miezi bora mwache. Chukua hiyo pesa. Tafuta gari. Na tunaambia na sisi wote tukutane mahali fulani. Tunaenda miezi bora. Kanisa tumebarikiwa, sisi si wizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tufanye kazi ya Mungu. Wewe mwenye Mungu ameleta hapa, tumie chenye Mungu amekupa kufanya hii kazi. Lete kwenye madhabahu jinsi Ipasavyo. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karen, hauko mahali hapa by mistake. Kama unapenda Mungu, huwezi pia Mungu.
Kama unampenda Mungu utatoa na utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa chochote kile ukiamini Mungu kwa kutoa hautabaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema ni jaribuni. Nani ashawahi jaribu Mungu? Kwa tu mkono wako na uniambie ulijaribu kufanya nini na Mungu akafanya nini? Kwa mkono. Nilisema leo tukutupa Mungu. Nani ashawahi jaribu Mungu? Ukatoka huko na sadaka yako oro na chochote ukaambia Mungu naenda kwa madhabahu na hii na ninataka unifanyie. Na hiyo sadaka usikie imekuangaisha. Nani ashawahi fanya hivyo? Inua mkono. Nani? Aha. Ndio wewe peke yako ndio unajuanga. Wewe peke yako ndio siku. Wewe mwingine nataka sana sana mama mwenye alienda kwa madhabahu kwa sababu ya watoto wake. Hakuna juu ya Imeenda. hakuna mwenye ameenda. Mada kujali. Penye ulienda uliona Mungu akikuacha. Alitenda. Si alijibu. Hivi umeenda? Hajaenda. Hajaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hivyo wapendwa, kutoa Yes. ukitoa unahitaji. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipotoa hauhitaji. Taji. Na hata zenye uko nazo hazitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapata bali Kusaidia. Praise God. Amen. Hivyo ninaomba wapendwa tuwe waaminifu na utoe mahali ambapo panafaa. Tithe yako, sadaka yako, toa mahali ambapo panafaa. Toa kanisani. Praise God. Amen. Alisikia brother. Hii ni mbio. Si kulala utagonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kazi inaweza kuwa hapa na umeifikia. Na kwa sababu huyu ameenda na vitu vyake kwa madhabahu yake na nyuso. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Jifunze jinsi ya kuenenda. Kwa sababu unaona jambo limetokea, ukafanyikana nini nikasikia. Usilaumu. Na Yesu asifiwe. Usilaumu huyu akoka. Na usilaumu treasure anakuanga Kazi. Kwa hivyo ukifika huko akikwambia huyu ugonjwa yako inatakana pesa fulani or uwe transferred to. Mungu umeipa ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukifika hapa tena Mungu amesema okay. Ni vipi nilikuumba kwa mfano wangu. Umekataa kuniabudu na vyovyote nilivyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka nikwambie na wewe zikishakuja usiseme haleluya, zinataka kuroa machozi zinajileta hapo. Na wewe unazishika, make sure chomoa ndani yenye sia. Unaona mchezo? Unaona venye unacheza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko vizuri? Tuko vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiingana sana unapigia simu. Hello, unajua hapa ni mkoja tu mkoja. Hata hawezi kufanya nini? Kuamuka. Kwanza ukitoa sio kuingia umeisha. Blank touch zimejaa hapa utatoa. Na jeshi lako la mbingu linakumulika. Baba wenye ni mgonjwa utaenda hata chama. Utaenda hata chama. Kwa hivyo ukitaka kuzuia hizi wewe kuwa tu mwaminifu kwa Mungu wako, sio kwa
Kwa pasta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote kilicho kwako cha kwanza si chako. Chochote unachokipata kwa mkono, 50 utakayoipata kuanzia leo tukimaliza ibada, 50 utakayoipata 5 box here. Only 5 shillings. Yani mia utakayopewa CD, shilingi 10 si yako, na ni tusiwe kama wakina Adania. Tunataka twende wapi? Tunataka watu wengine watamani kanisa letu. Wacheni tuwe. Kuwa tu. Tunataka watu watamani kanisa letu. Na wawe wanawauliza kwani mlifanya aje? Nyinyi mnaona ministry zenye zinaraka. Mnaona ministry zenye zinaenda itoa. Ni kutoa. Watoto wako washikie bond. Saa hii hatuko wenye kitambo. Yenye ilikuanga ya wazee wa kitambo wanatembea na mapipa vikubwa na mapipilia na nini saa hii kubaya ni mbio. Kimbia na watoto wako ukiwapeleka kwenye madhabahu shidi. Ukiambia Mungu na ninakataa mtoto wangu atatolewa sacrifice, mtoto wangu atakuwa mkubwa, mtoto wangu ataenda mbali, ninamtolea sadaka. Nashukuru Mungu wale ambao wanatoa kijua anang'ang'ana lakini kwa inakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nawapenda. Amen. Amen. Tena kutusidi nimekwambia aje. Kazi ukipewa shilingi 300 ngapi sio yako? Tatu. Na unaipeleka